ikifikia tu sometimes unakaa na njaa muda mrefu. So walipokufukuza ulienda? Nilianza kuishi sehemu moja inaitwa Tanganyika Packers, kama unajua Kawe. Sasa Kawe sasa hivi wamepajenga, unajua kuna zile Packers palikuwa viwanja tu vile. Sasa kuna majengo mawili ambayo yalikuwa ni historia yake ni machinjio. Of course alipomwamposa pale. Sasa mimi nilikuwa nalala. Nilikuwa naishi pale, ndio nalala pale. Kwa kuna mauzauza sana. So ilifikia time kwa sababu ya mazingira yale, mbu nini. Kuna time niliumwa sana. Okay. Niliumwa homa kali sana. Nikatoka pale nikajaribu kutafuta msaada hospitali, ikashindikana. Ikabidi nirudi pale pale. Kwa hiyo nilishakaa pale takriban siku 3 bila kula. No, yani ulivyoumwa ukakosa msaada ukarudi kulala. Nikarudi kulala pale. Kwa maana liwalo na liwe nikapiga kabisa na ibada kabisa. Ninaondoka. Pale nikaa siku 3 bila kula. So yale majengo waga napita na yangalia kwa mbali, naona bana. Ikabidi nirudi maskani Dodoma. Okay. Nikaenda kwanza kujitafuta. So tupige story kidogo. Na hii story inaweza kumtengenezea mtu confidence mtaani, asi give up, atajua kesho yake anakuaje. Sure. Hizo siku 3 unazoumwa, nani alikuja kukusaidia kwa kwanza? Bwana, hiyo siku 3 ni historia nayo. Yaani mimi kwanza nilipoanza kuumwa, nilimfuata producer. Alikuwa ni Mkongo na yupo mpaka leo, yupo hai. Kukutana naye na mawasiliano yake naye. Yule nilipomfuata akaniambia, sasa mdogo wangu, mimi kukusaidia mbona siwezi. Jambo la msingi labda nikusaidie, nikupeleke wapi? Hospitali, ila utajua mwenyewe utajisaidiaje. Kwa alikodi bajaji akanipeleka mpaka Kawe pale mitaa sokoni pale kuna dispensary pale. Aliponiacha pale ikabidi niwafuate wale wauguzi, kuna foleni. Watu walikuwa